Hello, my brother and sisters. Leo nimekuja kuwaletea tu habari njema ya kwamba sometimes inafaa mgundua ya kwamba sadaka wanga zinaongea. So mtu asikuja atakudanganya kwamba ati usitoe sadaka kanisani. Sadaka wanga inaongea. Sasa hivi unamtolea Mwenyezi Mungu sadaka yako, hiyo sadaka wanga inaongea. Na hata imeandikwa kwa kitabu, nitawatetea kwa sadaka zenyu. Sasa ni wewe mwenyewe kujiangalia. Unapotoa sadaka kanisani, si eti ya kwamba unamtolea kuhani wako ama unatolea kanisa. Ni wewe mwenyewe unajifanyia kaibada. Unapotoa sadaka unajitolea mwenyewe. Sasa uko na mahitaji yako kwa Mwenyezi Mungu, inakutetea. Sadaka uanga inaongea. Jambo la pili, wewe sahi, wewe naongea sasa na wewe ambao unanitazama. Maisha ni yako. Chukua nafasi ya kujifanyia kaibada, jifanyie tu kaibada kako tu pale kanisani. Chukua sadaka yako, chukua dhabihu lako, iongelee maneno. Peleka pale kanisani, weka kwa madhabahu. Hata bila kuhani wako kujua, bila rafiki yako kujua, bila mwalimu wako ambaye anakuguide, kwa bila mtu yote asijue, sababu Biblia inakwambia mkono ikitoa ingine isijue. Jifanyie kaibada, sometimes jifanyiwe mwenye kaibada. Jambo la tatu, hii mdomo. Chunga ina confess nini, inaongea nini kila saa, kila dakika na kila wakati. Sababu sometimes sisi wenyewe wanga tunajiua kwa midomo zetu sisi wenyewe. Yale mambo ambayo tunatamka na zile vitu ambavyo tunaongea. Wewe unahitaji kupata kitu fulani. All the time talk about that thing. As you confess with that your mouth, Mungu anasikiliza. Unasema mwenyewe, hii mwaka 2026 lazima nikuwe na gari. All the time ongelea hiyo kitu, Mungu anakisikiliza. Unasema hii mwaka mambo ya ulevi sitaki. Hii mwaka mambo ya umalaya sitaki. Hii mwaka sitaki kuwa mtu wa madeni. Hii mwaka sitaki kuwa mtu wa kuombaomba. Hii mwaka nataka kuwa mtu wa kubariki watu. Hakika Mungu hawezi kunyima kile ambacho umehitaji. Sasa ni wewe mwenyewe kuchukua nafasi yako, kujiita kama mimi all the time and always wanga naambia kwamba sometimes jiite kama mkutano wewe mwenyewe tu ndani ya maisha yako tu. Do you need your life to change? Do you need something God to give you? Kitamke, sema hii mwaka lazima hata mimi nitakuwa mtu wa kubariki watu. Hii mwaka nitasimama na watoto wasiojiweza. Hii mwaka hata mimi nitaka gari langu. Hii mwaka lazima nijenge. Usichoke kutamka. Usichoke, mdomo iko na nguvu. Na sadaka yako, labda unatoka katika familia fulani, na hiyo familia kuna baadhi ya madhabahu au hiyo familia ilikuwa inatumia, na wewe unataka kujitenga na hiyo madhabahu. Toa sadaka yako ya kujitenga na hayo madhabahu yasiyokuwa sahihi ndani ya maisha yako na wokovu wako na Mungu wako. Sadaka inaongea kwa maisha yako. Kujifanyia kaibada na dhabihu lako linaongea. Sikudanganyi. Ni wewe mwenyewe kuchukua nafasi yako, kuangalia kwamba haya maisha kuna mwenye atanitetea isipokuwa Baba yangu aliye juu mbinguni, yule ambaye ni mkuu, aliye ndani mwangu kuliko yule ambaye ako nje. Hiyo ni habari, na hiyo ni maono ambayo nimepatiwa leo usiku wa leo na Mwenyezi Mungu. Mungu akanituma kwamba nikuje nikuelezea kwamba tukashare na wewe hii habari katika wokovu wako. Usikubali mtu yoyote aingilie kukutaka kutenganisha na Mungu wako isipokuwa kuhani wako. Kuhani wako hauna ruhusa ya kumkosoa. Kuhani wako lazima umtii. Unatamani kuwa kama kuhani wako, lazima ufuate mienendo zake.
lazima ufuate jinsi anavyotembea, sababu uwezi niambia unatamani kwa kuhani wako na akitangaza kwamba Tuesday tuende kanisani utaenda, akitangaza kwamba inafaa tufanye hivyo utafanya. Is it possible? My brother and sister, nimekuja kama Musa. Sadaka inaongea. Dhabihu lako kujifanyia ibada ni kitu kingine mzuri kwa maisha yako. Na unapojifanyia ibada, wewe kijana ambao unaongea na wewe sister, hata usiulize baba wala mama, ni wewe mwenyewe tu na Mungu wako. Jinsi ile wazo limekukujia, chukua fedha zako kidogo, chukua dhabihu lako, weka kwenye bahasha, peleka pale kanisani, iongelee maneno ambayo unahitaji. Hakika kwa Mungu, uwezi spendi kwa Mungu na utoke bure. Labda hayo madhabahu yasiyo madhabahu yanamwabudu Mungu wa ukweli. Alafu kuna vitu zingine zinatuumizanga kwa maisha yetu. Nimekuja kuambia kwamba wewe ambao uko pale kanisani, kila sana unaenda kanisani, lakini unaposikia ashas wanapeana mabasha, na wewe unachukua tu, wewe unachukua basha, lakini kwa mind yako wewe unajua kwamba hiyo basha hautaregesha kanisani. Hiyo basha pale kwa nyumba yako penye uwanga unaziweka pale, zinakukula wewe mwenyewe, zinakukunguna kwa kutojua. Si atakuja kwenda kanisani kila Jumapili na wokovu wako unapendeza kuhani wako ama unapendeza washirika, unajipendeza wewe mwenyewe na Mungu wako. Hoe, leo kuna mwenye anahitaji basha, wewe na kimbele yako unataka Musa kuone ya kwamba umefanya nini, umebeba mkono, umechukua basha, unataka kuweka kitu cha kupeleka pale kwa madhabahu. My brother and sister, hiyo basha si tunatolea Musa, hiyo basha si tunatolea kuhani wako. Hiyo basha ni kaibada wewe mwenyewe unajifanyia. Unasikia? Unasikia? Sadaka inaongea, kujifanyia kaibada kanaongea, akawezi kukuacha. Lakini kuwa mtu wa ukweli kwenye madhabahu, kuwa mtu wa ukweli kuhani wako anapotangaza kitu, usijieke kile kitu unajua hautawezana nayo, na hata kama hauna, lakini roho yake inatamani kukua katika ile contribution ambayo inaendelea pale kanisani, kusimama na kazi ya Mungu. Roho yake inataka enda na ambie Mungu, nimekuja katika mkutano wa kazi yako, na najua wewe ambaye ulio ndani mwangu ni mkuu kuliko waliye nje. Hii kazi ya Mungu naenda kuifanya, na sitaki kuomba, nataka niitoe kwenye mfuko wangu. Mungu hawezi kunyima. Once Mungu ameangalia heart, ameangalia roho yako, ameona kwamba huyu ni mtoto wangu, Musa amekuja kwangu, anataka kunitumikia katika njia za ukweli, Mungu hawezi kukuacha. Ni sisi wenyewe tunajua. Unachukua basha kanisani every Sunday. Mwaka mmoja uko na basha karibu, hata wanaweza tengeneza what we call dictionary mzima, wanaweza tengeneza storybook. Unachukua kuzipeleka tu, kuziweka tu hapa, zingine watoto wanakezea. Lakini acha nikwambie my brother and sister, ni heri uache kuliko kufurahisha kanisa, sababu hizo basha zinakukunguna wewe. Hizo basha zimetengenezwa na pesa. Na ngoja nikwambie tena kitu kingine ya mwisho. Si anakwamba hawa kuhani hawezi fanya vitu zingine kanisani, lakini zimeandikwa kwenye Biblia. Yaani waachie department nyingine mfanye ili mkaweze kupata hizi baraka. Lakini hawa kuhani, Mungu akona uwezo kumpata mtu mmoja na asimame na kazi ya Mungu. Mungu anaweza kumpatia mtu mmoja na asimame na kazi ya Mungu. Lakini sasa some of the things they don't want to do because they need you to receive those blessings. Utapataje baraka zako kama hutaki kutoa? Ni wewe mwenyewe. Nisikilize kabisa. Na unaposikiliza, labda uko mahali na uko na rafiki yako ako na hiyo weaknesses,
share this video, at least pia apate kama matunda. Share to this video, share pia apate, si ati share kunifurahisha, share kufurahisha ule mtu ambaye unaona labda ako katika hiyo category na hakuna you have some of the people they don't know how to explain for other people, but when you receive from other people you can share with her or him that story. So pia wewe ambao umeokoka unamtumikia Mungu kwa kweli, usifurahie kuvuna matunda pale kanisani peke yako. Furahia kuvuna na wengine. Umburanga tang iwinja kama bere. Furahia kuvuna na wenzako. Furahia kushare mambo ya Mungu na wenzako. Furahia kutajirika na wenzako. So mimi nashukuru Mungu sana kwa kunitazama nikiwa ndani ya Amani TV. Mula chake ana aibu. Ndani ya Amani TV mula chake ana aibu. Ninakushukuru, sema ni asante na Mungu aweze kukubariki. Ukiwa na swali uliza hapo kwenye comment section na Mungu ataweza kukubariki. It is well, it is well, it is well with you. It is well with you. It is well with you. In Jesus' name we believe and pray. It is well, it is well, it is well, it is well with you in Jesus' name. Naombea yeyote ambaye ako na kansa, yeyote ambaye ako na ulcers, yeyote ambaye ako na shida ya ndoa, yeyote ambaye ako na shida ya kulipa nyumba, yeyote ambaye ako na shida ya kazi, wacha kaweze kupokea na hizo shida ambazo zinakuandama zikaweze kuondoka katika jina la Yesu. Amini na Mungu atakutetea. Popote ambapo umbali si kitu, mbali imani ndio kitu. Magonjwa yaondoke, laana ziondoke, madeni ziondoke, alsa ziondoke, shida ambayo inakusumbua ziondoke, na ukaweze kupokea kazi, ukaweze kupokea amani na chochote ambacho unahitaji kwa Mwenyezi Mungu. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name we pray. Amen, amen. Shalom, shalom. Amani TV, kiwa ndani Amani TV, mula chake ana aibu. Mula chake jinsi ninavyokula changu hivi ana aibu. Asante.